Ganga, mimi nimekuja, niko na tatizo. Mdomo wangu ni zegi. Nipata na wanawake huku wengi wanigumu sana. So ninahitaji dawa. Dawa ambayo nikipatana na mwanamke, nikimpa tu mkono, tayari mambo yashaingiliana. Nyingine, nipate tena wanawake, si wanawake tu wawe ni kaswende wa chakula. Nipate wa mama ambao nikapata pesa kama hiyo. Nyingine nipate mademu pia ambao ni wazuri wenye ndunga. Ganga, naomba unisaidie. Na ukinisaidia kwa hilo, wallahi kwa pia nitakufanyia kitu kizuri sana. Unataka dawa mapenzi? Huwezi zungumza. Mtu ananikataa. Sababu sina pesa gani? Tatizo lako limefika. Chini mwana. Chini sogeane. Kijana, suluhu lako limepata dawa. Hapo umefika. Umefika kijana. Dawa umepata. Dawa umepata kijana. Tatizo lako limefika mwisho. Dawa umepata kijana. Dawa ipo masharti. Kijana, dawa ipo masharti. Zingatia masharti. Sharti la kwanza, hakikisha asubuhi unapotoka unaipaka kwenye mikono. Mikono peke yake. Mtu wa kwanza kumgusa kwa mikono yako, iwe ni mtu unayempenda, iwe msichana unayemtaka, hakikisha hakuna neno lolote unalozungumza wakati unampa, wakati unamgusa. Hakikisha unazingatia masharti kijana. Nitakuletea zawadi nzuri sana. Sehemu itafurahi. Oh, mwanangu Slim, vipi? Niambie bongi. Fresh sana, niambie. Poa, karibu. Fiti, cheko zuba kwani labda ni gani? Umeingia time ambayo sio kabisa. Kwani kuna fomu nini? So, acha nikupange. Unajua Sara wao anazungua. Ni mwana hapo ni kizia. Jamani, ni mbajuni vipi? Huyo. Kwa nikaona mtoto mimi nampenda, alafu kila siku ananizungua. Nikaona sio shida. Kuna sifa fulani nilisikia kutoka kwa mtaalamu. Na afadhali niende kwa mtaalamu. Mtaalamu bana. Mtaalamu yule kule nyuma. Huyo. Kwa nikaambiwa kwamba ukienda pale kila kitu kisha. So, nilipofika pale nikamuuliza shida yangu. Mtaalamu bana akanipea dawa. Sasa hii dawa ndio kila kitu. Ananiambia tu najipaka tu kwa mikono. Nikijipaka tu kwa mikono, kisha nikienda nikimpea tu mkono sawa. Basi nikisha kila kitu kisha. Yaani siongee chochote. Nikimwambia twende, nikimwambia baki ya baki. Nikimwambia lala, yaani anapagaa kabisa. Paka kwa mkono. Nikipaka tu kwa mkono. Au si? Na si eti kwa Sara peke yake, hata kwa mama. Wewe hizo kilia zako nazo. Wewe nikambe nimekusoma tayari kitu gani ambacho tulia basi naomba nikueleze. Tulia mimi kama mwanako yani sasa cheki. Kwa nini umeniambia ukijipaka mkono yapagaa? Ndio. Yaani hata ukimwambia hivi ukikohoa itika, si ndio? Nakusoma. Tulia, sasa semaje? Cheki mkono ya kusikiza, yani ukimwambia hivi asikia, si ndio?
Mwili mzima hadi mawazo Slim atakuwa sikiza hadi mawazo. Uko serious? Na mama kule umejaa kucheck. Unaona mama anapita picha magari makubwa kule. Sasa usiposhika mkono ndani ya gari vipi sasa? Lakini mwili mzima atakuwa kipiga hivi ya kutana. Hii dawa nimechukua kwa sababu ya hasara tu peke yake. Gani? Sasa wewe mtaalamu amesema nijipake mkono. Wewe unataka nijipake mwili mzima? Itakuwaje tena? Leo mama magari makubwa. Tiki basi fanya hivi. Tulia, fanya hivi. Wajipake mwili mzima alafu tu itakuwaje? Mimi siwezi fanya hilo bana. Siwezi fanya hivyo bongo. Wewe jikatae, jikatae. Wafeli Slim, wafeli. Wewe jikatae. Cheki mimi niko pale base, ukiona njoo nishtue fit. Vyote mimi siwezi fanya hivyo bana. Wewe poa. Tuonane tu baadaye. Lakini bonge kama iko na point hivi. What if nikichukua na kujipaka mwili mzima, mtoto atakuwa chizi kabisa na mpenzi wangu. Anyway, acha tu nijipake hivyo. Sara, I'm coming for you. Mtoto mzuri wa kibajuni. Tutakuwa kuja naye tu hapa kwa kitanda kwa nyumba. Na zagemua mnyama. Sara. Mbona kama lakini bonge hii dawa sifai kuiweka. Naweza kuiweka hapa hii dawa na bonge akirudia. Maana yule jamaa anamjua vizuri yule. Wewe unataki mema kabisa wewe. Sara. Lakini sijamii sasa. Nitaweka wapi? Na vumjua bonge. Ukiweka hapa atakuja atachukua. Sara. Ndio lazima nikumbungu. Lazima nipatane na Sli. Bonge. Hiki tu afadhali niachane nayo. Kama nikishika paka mwanaume tena inakuwa vile. Si nikishika kila mmoja hapa itakuwa shida na venye niko na marafiki wengi. Hapana. Acha tu nikamwambia mganga iishe kitu. Mganga. Mtolee hiyo dawa. Nini?